Asante. Niambie, leo una shida gani? Ni madam, kwa kweli kichwa kinaniuma sana. Yes. Kichwa kinaniuma kwa kweli. Nisi sina changamoto yote, ila kichwa tu ndo kinanisumbua sana. Yaani nimeshindwa kufanya kazi zangu toka juzi jana, sijaweza kufanya jambo lolote lile. Na kinakuumaje? Sisi kinaniuma na sometimes nikitulia naona kama kitu kinalia. Naona ni kama sielewi yani. Umepata ajali? Sijawahi kupata ajali. Labda kuna kitu chochote ambacho kimewahi kukuingia usione au maji? Hapana. Yes. Mbona ukae hapa mara moja tuangalie? Asante. Hapa? Kaa tu kwa hivi. Kaa kwa hivi. Unaweza ukavua kofia? Okay, asante. Nimeona hata pressure yako umepima iko sawa. Ndio. Sasa ndugu Israel. No. Hapa majibu yako yanaonyesha hauna shida yoyote, vipimo tumeangalia hata kwenye microscope, hatuoni kwenye damu kuna shida. Yaani kila kitu kipo fine na wewe. Ila wewe tu ndio unasema una shida. Labda una stress yoyote, maana unaniambia kwamba ni engineer. Yes. Una stress yoyote, labda kuna vitu vinaenda vizuri kwenye kazi? Kwenye kazi naona mambo yako vizuri, ila labda changamoto kwenye familia labda. Kwenye familia labda japokuwa sijaoa ila nipo kwenye mahusiano. Kidogo kwa mchumba wangu hapo. Naona kuna changamoto. Changamoto gani? Kwa sababu kama nimepimwa sijaonekana kama na changamoto yote ile, nikaisa labda ni jambo la kiafya. Maana mimi kwa mchumba wangu kidogo tumeingiana tofauti hapa. Yaani amekuwa mimi sasa hivi nyumbani napata pressure sana ya kuoa. Natakiwa nioe, lakini mchumba wangu nina mahusiano naye kama sasa hivi mwaka wa 2 sasa. Lakini kwa kipindi hiki ni mtu ambaye hapokei simu. Anaweza kukupigia tu akiwa na shida na hela. Sasa ukiangalia nikipiga tathmini kwamba nimpeleke nyumbani au nipeleke kwa mchungaji kwamba nikaizinisha hata nianze masuala ya ndoa, naona ni kitu ambacho haiwezekani. Kwa hiyo nakuwa najiuliza mimi nichukue nipeleke huyo au nipeleke mtu mwingine. Ila of course mimi nampenda sana. Japokuwa simu zangu sasa hivi hashiki. Just imagine nimemwanzishia biashara. Biashara yake inaendelea vizuri. Yaani nimempa vitu vingi sana. Yaani anasema kile wanasema kila kitu mimi ndo nimetoa. So kwa hiyo sasa hivi yani nikipiga hata simu sasa hivi hashiki simu yangu. Sasa hivi siku ya 3. Sijui hata iko wapi. So hizi ndio mambo ambayo yananipa stress sana of course. Na ni hilo tunaweza nikachukulia kwa sababu bado sijawa na familia ambayo inaweza kunipa mawazo sana. Hilo ndio ambalo linakushika. Na ni muda gani ambapo wewe umeanza kupata hii hali tangu ambapo hiyo mahusiano yako yamekuwa na shida? Sasa hivi ni kama sasa hivi nakaribia mwezi. Nakaribia mwezi. Sababu of course napata pressure ya kuingia kwenye ndoa kutokana na familia yangu. Mamangu anatamani sana apate wajukuu kupitia mimi, so of course ndio kitu ambacho kipo kichwani mwangu kinanisumbua sana hicho kitu. Sasa kwa labda ndio changamoto, labda mimi kaisa na jambo la kibiolojia. Sasa ndio umekuja kwangu mimi ni daktari afya kabisa wa binadamu. Tunatibu magonjwa ya kibiolojia. Lakini huwa tunaamini kwamba Mungu ndo ambaye anafanya. Sasa kitu kimoja ambacho ninakifahamu ni kwamba udaktari unafahamu 3D? 3D. Nikisema 3D. Wewe ni ile michoro ya ndio. Sasa ikiwa 1D sisi ndo tunaona yani udaktari una limit yetu ni either 1D, tukizidi sana 2D kupitia hizo radiographies na vitu vingine. Radiographies yani inamaanisha ultrasound, x-ray na vingine. Lakini kuna upande wa kiroho yani spiritual tunaita 3D. Sasa kuna mambo mengine ambayo hayawezi kutibiwa kibiolojia. Kwa mfano hiyo issue ambayo unasema unapitia ya mahusiano. Kuna labda mchungaji wenu ni kwamba ulitaka upeleke mahusiano yako kwa mchungaji wako, yani umwambie kwamba nataka nioe, au uombe kwake kama ushauri, au ni mlezi kwako, au unamchukulia tu kama mchungaji ambaye
Nachukua tu kama mchungaji, kwa sababu unajua pale kwa taratibu kanisani ukikaribia kuoa ndo unasubmit mahusiano yako. Ili wakuweke kwenye list ya waoaji. Ya waoaji. Kwa nimejaribu hata kusema kwamba nijaribu nafuatia mtandaoni, watu wanafundisha mahusiano, mwingine anasema hili, mwingine anasema hili, kwa hiyo inavurugwa kweli kweli. Kwa sijui, lakini labda ndo changamoto inafanya kichwa kiume, of course, kwa sababu yeye ndo nimeweka sana kichwani. Yes, ni binti mzuri kweli yani. Yes. Kama ninaambia sihumu chochote, basi na yenyewe itakuwa changamoto. Ukisoma kwenye, na mimi ni Mkristo. Mimi ni Mkristo, naitwa Israel. Nikajua tu ni Israel. Okay, Israel. Yes. Sasa neno Mungu inasema misingi ikiharibika, wenye haki watafanya nini? Sasa kwanza kabisa ni hapo kwenye eneo la msingi. Ndio. Mahusiano yenu. Tayari hamna uongozi mzuri, hamna yani naweza kusema utaratibu mzuri, yani hamjafuata protokali. Vipi sasa? Muda wote ambapo unataka uanze kitu kama mahusiano, kama ni Mkristo, kwanza umwe kusikia neno linasema life is spiritual, maisha ni ya kiroho sana. Of course nasikia. Yes. Sasa maisha ni ya kiroho sana, in such a way kwamba chochote unachokifanya usipo uona upande wake wa kiroho, wewe ni mtu ambaye anafeli anafanya. Sasa mahusiano na masuala ya kiroho inaingiliaje hapo mtumishi? Maana niko natafuta kuna saikolojia, labda kama sijapata tiba hapa wa kunisaidia sasa niweke sawa. Labda najaribu kuwashikisha marafiki zangu, wengine ananiambia nipige chini, wengine ananiambia mvumilie kwenye ndoa atabadilika. Inanipa mawazo sana. Mahusiano huwa yanapelekea nini? Ndoa. Unajua nani ni mwanzilishi wa ndoa? Mwanzilishi wa ndoa? Mimi mwenyewe mwanaume ndo na initiate. Alianzisha ndoa ni Mungu. Alianzisha ndoa ni Mungu? Ni vipi? Umewahi kusoma Mwanzo, kwa kitabu cha Mwanzo kwenye Biblia? Nasoma, yes. Mungu alisema alimuumba Adamu, ndio. Baadaye alipomuumba Adamu akaumba vitu vyote, akasema akaona si vyema mtu huyo awe peke yake. Akamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Sahihi. Akamletea simba, akaona afanane naye, akamletea mbwa, akamletea kondoo, wanyama wote unaowafahamu. Adamu akaishia tu kuwapa majina kondoo, mbuzi, mbwa. Kweli. Bado Mungu akaona hiki kitu bado hakuona kimekamilika. Akamlaza Adamu. Mpaka hapo umesoma? Hapo nimesoma. Adamu alivyolazwa nini kilichomolewa kwake? Ubavu. Ukamtengeneza nani? Mwanamke. Baada ya hapo Adamu alisema nini? Mungu akumtajia majina ya yule mtu. Adamu alisemaje? Alisema tu ni mfupa kutoka mfupa yangu. Sasa ataitwa mwanamke. Ataitwa mwanamke. Kwa kuwa ametoka kwa mwanaume. Ndio? Sasa alianzisha hapo ndoa ni Mungu. Yeye Mungu ndo aliona kwamba huyu mwanaume anahitaji kuwa na mke. Kwanza ukianzisha ndoa na kama wewe unajiita ni mtoto wa Mungu au Mkristo au unaokoka, nje ya Mungu unakuwa unazingua. Naona? Sasa hapo umezungumza ndoa, hujazungumza mahusiano. Mwana kwanza na wenyewe daktari hapo anaanza kunivuruga tena. Yaani kuna vitu hapa vimeanza kutana kuvurugika kichwani hapo. Ndoa nimekuuliza mahusiano huwa yanapelekea nini? Yanapelekea ndoa. Sasa mwisho wa siku lazima watu wahusiane ili waoane. Au nyinyi mnahusiana wenzetu kwa ajili ya kupata trend tu? Hapana. Unataka uoe. Hata wewe nimekusikia unasema unapata pressure nyumbani ya ndoa na nini, lakini mwisho wa siku anayeoa ni wewe. Aoi mamako. Sahihi. Yule mke aende kuishi na mamako. Kweli. Kwa mwisho wa siku wewe ndio unatakiwa kufanya maamuzi nguli kwa ajili ya maisha yako. Sahihi. Sasa kama utojali, mimi ninasali kanisa moja linaitwa Assembly of Believers Church. Mchungaji wangu naweza nikasema ni counselor wa ndoa. Yaani ni mtu kabisa aliyesomea certified marriage counselor. Ambaye huwa tunakuwa na vipindi naye. Yaani kwa mfano hata leo jioni nikitoka kazini saa 1:30 mpaka saa 4, saa 1:30 mpaka saa 2:30 usiku, huwa nasikiliza. Anatufundisha ndoa. Yaani anafundisha kuanzia mahusiano mpaka ndoa. Kuna vitu ambavyo wewe hauvijui kuhusu mahusiano. Mahusiano hauwezi kuanza tu. Ukivijua vile vitu utagundua kumbe mimi mahusiano hatastaki kuingia. Unajua kwamba kabla hujaingia kwenye mahusiano unatakiwa uwe umemachua. Nikisema kumachua unaelewa? Kukua. Unajua unatakiwa kuwe maeneo gani? Kukua kimwili. Sasa hivi nikiangalia kidogo pesa ya kubadilisha mboga ipo. Unaona kwa na mimi na ukuaji naona sijaelewa kama kuna ukuaji mwingine kingine. Unajua tena na umbo naliona lenyewe tunazeeka.
mpaka hapa ninapoona, kwa sababu hili swala ambalo limekutatiza la mchumba wako limekufanya mpaka sasa hivi unajisikia vibaya na nini, limenionyesha kwamba wewe bado haujakuwa kihisia, na eneo la hisia ni eneo moja wapo ambao mtu anatakiwa kuwa emotional maturity. Sawa. Sio kwa ubaya. Ndio daktari. Kwa sababu mtu yote utajuaje kama mtu amemachua kihisia? Ni namna ambavyo matatizo yakija anaweza akayahandle. Ukishaona amekushake mpaka afya, unajua kwamba huyo mtu kuna namna. Nikuulize kitu. Ndio. Umeolewa? Bado sijaolewa. Unasikiliza ndoa sasa hivi, mwisho ndoa. Ndio. Sasa inakusaidia nini? Swali zuri sana. Sasa kwa nini najifunza kuhusu ndoa? Ukiangalia kabla sijaanza kusoma, mimi nimesoma udaktari, ndio maana nimekuja kwangu. Kabla sijawa daktari, nilipokuwa niko level za chini kwa za sekondari na nini, ningemwambia daktari ambaye ningemwambia mwajiri aliyeniajiri hapa kwamba nataka kufanya kazi hospitalini kwako kama daktari kwa sababu naupenda udaktari. Angeniajiri au tufanye wewe ndio ungekuwa mwajiri wa hapa? Ungeniajiri? Hapana. Kwani usingeniajiri wakati ninatamani kuwa daktari lakini bado sio daktari? Yaani najua tu nitakuwa daktari, kwani usiniajiri? Kwa sababu hujapata training yoyote ile. Wow. Yes. Sina experience. Una experience. Sina training. Na hiyo manake huo udaktari ambao nitausomea miaka hiyo kadhaa, mwisho wa siku nitakuja kuifanyia kazi mpaka miaka kama karibia miaka 20 afu nitastaafu. Sahihi. Sasa si nitastaafu tu miaka 20, kwa nini tu usiniajiri nitajifunza umomo? Unaogopa nini wewe kama mwajiri? Kama ungekuwa mwajiri. Utafanya vitu vya ajabu. Yes. Nashukuru sana kwa jibu lako zuri. Sasa ndoa huwa kama mwaisi kuhudhuria ndoa unasikiaga kwamba wanasema mpaka kifo kitakapotenganisha. Sasa kitu ambacho unaenda kuishi na mtu ambaye haujakuwa naye ni kiumbe kingine kabisa tofauti na wewe. Alafu unataka uingie naye kichwa kichwa, alafu unaenda kuifanya hiyo kwa zaidi ya miaka 70. Sasa kati ya miaka 20 ambapo utakuja kustaafu na miaka 70, kipi kati ya hivyo vitu viwili kipi kinachotakiwa kusomewa? Kama ningekuwa kuna kozi mbili. Ndoa kweli itakuwa isomee kabisa. Kumbe naenda kuishi miaka 70 huko ya ndoa. Alafu miaka 20 tu imekunyima kazi. Alafu unategemea uingie kwenye miaka 70 bila kusoma. Of course. Wewe unanishaurije mtumishi wako? Ila yani kasirika watu wamuelewe. Hata kazi zako daktari unazifanya niko. Tena kwenye hasira hapo, yani toka nimeingia changamoto. Hadi naona vijana wangu wananiogopa pale ofisini. Yes, kwa sababu ya hasira. Kwa unajua mtu kwani kama nilivyokuambia mtu ukimpenda au baadaye akuletea maumivu, yani kuna kitu ndani kinakuwa kinatengenezeka. Kwa kweli. Nimekufurahia sana daktari, kwa sababu ilikuwa ni daktari mwingine hapa angejali tu pesa, kwa sababu mimi nimetoka pale mapokezi nalipa kesho. Kwa hiyo moja kwa moja hapa angeniandikia dawa ambazo ningezitumia after then, amna daktari nisaidia. Nashukuru sana. Karibu sana. Unajua kitu ikishaanza kuletea hivyo unapata hasira. Unajua mwisho wa siku inafanya unaonekana mpumbavu. Sahihi. Imagine engineer mkubwa kama wewe unaonekana mpumbavu. Kwa sababu hasira ukaa kifuani kwa mtu mpumbavu. Unaona nimekataa kwa mpumbavu. Huyu mmenikasa mimi namtafuta. Mtafute. Mimi namtafuta. Kwa kweli. Nashukuru sana mtu wa Mungu. Mungu akubariki sana. Sisi wengine hatufanani na madaktari wengine kwa sababu sisi ni mitume pia. Tumetumwa kwa ajili ya kusaidia maisha ya watu. Kumbe unaweza kuwa daktari lakini ukamtumikia Mungu vizuri tu. Mungu akubariki sana. Ndio maana Mungu ametupa udaktari ili tumtumikie. Anasema kila kitu ni kitumishi wa Mungu. Ni kitumishi cha Mungu. Okay. Nashukuru sana. Mungu akubariki sana madam. Amina, nashukuru sana. Asante sana. Asante. Israel. Yes, asante sana. Yes.